Ile sana ni ndio mkubwa. Wawisa na waseki. Wawisa sio mkubwa. Lakini Mungu ndio alisaidia munganga wake angesahau hata pensi mmoja. Akisahau kale kabisa kama inakuwa yapata hapa. Lakini akisahau mule itaomba tena wakuleopele na inaweza kuozea itumike. Mungu naye anaomba Mungu. Haleluya. Kwa hivyo banaomba kwanza Mungu. Ndio maana unaposhukuru Mungu uangalie. Tumalizie kwa kitabu cha Malaki, kesho tunaendelea. Sio Malaki 1:6 na tunamaliza. Uwe mtu wa kujua kushukuru Mungu. Malaki 1:6 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Mwana humheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Mwana anaheshimu baba yake na mtumishi anaheshimu nani? Bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko wapi? Nasikia niulizo. Mwana anaheshimiana baba. Nasikia mtu anaweza rao baba yake hapo. Sheba zamani kama ungeua ndege ya kwanza au ya pili, unabebea baba yako. Yeye ndiye anakukamulia. Papa niliua ndege. Njoi. Sasa mtoto. Kama wale wako naanza pata wanakuensema ni uasi na kutokujua. Lakini ukiua bebea baba, anakula na anakubariki. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema mwana anaheshimu baba na mtumishi anaheshimu nani? Bwana wake. Masha wanasema na hapo. Sheku kwetu kilitele tunakutwa unaenda kusengera kubwana. Hawezi enda hata mikono kutupa. Sivyo? Kama ulienda, sheku tulikuwa wa familia wao wetu. Wao na baba mimi namsindikiza na mimi nawewa kitu, tunabeba kitu na watu. Ile kitu nabeba nitatuma mama anaitwa kama fulani iko hapa. Muganda anaenda sema fulani iko hapa anasalimia na mbuzi na pita anaifungia kwa zeni. Nani unasema fulani aseme alafu sisi aseki. Haleluya. Mwamini anamwambia utafute kwenye utamwikalisha. Tafuta kwa utamwikalisha. Na kambuzi kama kadalia hapa. Mwana anataka kukuta pale, salamu yako ilishafika. Mungu anasema hivi, kama mtumishi anaweza kuheshimu bwana wake, kisha anauliza kwa heshima yangu mimi, anauliza iko wapi? Usiku 365 atakulinda. Hesabia ziliona kulala kusemena moyo. Uende ikale kwa kusemena ndi. Hata kama mbaya atembele kama mkene kama nini. Uhesabie ndi mpaka sabati. Tena ndi mpaka sabati. Mwezi moyo. Hakuna maskini mshio. Hawezi hata kutatea makofi. Haukuacha maskini. Sio vitu vinavyokuzaraa. Haiko vipi? Nani kwa maskini? Au sababu ukitajirika kwanza ukimupata Yesu kama imani umepata sasa. Kwa maana unaleta njala uko na vyote. Sasa unapataka jinsi ya kuomba vyakula na haushakafunga Mungu nipe sadaka ya dimashi. Wangapi walishaka ukahitaji Mungu nipatie sadaka ya dimashi. Lakini Mungu nipe rasmi ya leo. Nipe mafuta na nipia watoto. Basi nipatie baba naoa, nifungulie mlango ya mimi nioe. Lakini wangapi umesema bwana tuko na project fulani ya kazi ya Mungu mimi nataka na mimi. Tunajitambuliza mbele. Sasa baba anauliza heshima yangu iko wapi? Unakuta hautakata toge ni hautabeza, lakini tujifunze kukata na kugawa. Haleluya.
Tusimame tuombe. Uambie Mungu, nifanye nichue kukuabudu wewe. Nafasi nyingine anasema hawa watu wananiheshimu kwa kidogo tu, lakini mioyo yao iko mbali nami. Ungejua kama vyenye uko nazo ni mali yake, alipokupata akapata na vyako vyote, lakini kushukuru Mungu tumeshindwa. Wakuta ile hiyo naona hii ndio na wewe. Ile chikumi yule alitaka au kushukuru nayo Mungu. Hatuyaisema iko mbaya. Lakini pia kama ni rafiki yako ukiendelea kusoma pale, kesho tutamaliza watoto. Nasema ile sadaka unaleta iko kilema. Nasema imebeba guverneur. Alika guverneur siku hata kamanda tu. Afike kwa kuleta chikumi kubeba. Kawaida utasikia. Kama ndio nipatie kwa nini nasema tukusikilizana mwisho. Umpatie kwa kitu. Hapo vile utampatia chikumi. Ni envelope mtatafuta. Na siku atatutembelea huko mtaonaje tutafanya ndio pia leo hivi. Baraza tunapasha mkubwa iko hapa. Fanya shetu muone. Na tuonyeshe kama iko watoto yake. Mkubwa mwenye hatuone iko visible. Iko na si hapa.